Okay, mambo vipi? Ni Wanjiko TV. Leo tupo na watu wawili hapa, ni wataalamu wote kutoka Chuo cha Maendeleo ya Jamii Tengeru, lakini pia wamekuja kujifunza vitu mbalimbali ambavyo vinahusu athari za mabadiliko ya tabia nchi. Bro, mambo vipi? Safi sana bro. Uko poa? Niko poa sana. Kwa majina unaitwa nani? Wapenzi watazamaji wa Wanjiko TV wangependa kukufahamu kwa majina rasmi. Jina langu naitwa Athumani Mwachuma. Athumani Mwachuma. Okay, upande wangu wa kulia niko na mwanadada hapa. Mambo vipi? Safi kabisa. Uko poa? Uko poa. Unaitwa nani? Naitwa Ana Daudi Akonai. Ana Daudi Akonai. Yes. Nawe pia ni mwanafunzi wa TICD? Yes, ni mwanafunzi wa TICD 71. Okay, kwenu nyie wote wawili. Leo kuna elimu imetolewa kuhusu athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Wewe utaniambia umeelewa kitu gani, pamoja na wewe utaniambia umeelewa kitu gani katika elimu mlioipata siku ya leo. So naomba nianze na ladies first. Nianze na upande huu. Sogea hapa. Hebu tuambie kwa elimu ulioipata siku ya leo hapa BFA, umeelewa nini kuhusu masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, madhara yake na vitu kama hivyo? Nilichokielewa, nimeelewa mabadiliko ya tabia nchi the way yanavyoleta athari kwa wanajamii. Mfano, wanafunzi wengi wanaacha shule then wanaenda kuchunga, mfano kwa wenzetu wa Masai. Lakini kingine kinaleta athari sana kwa wakulima wale ambapo wanatumia pesticides kufaje kwa ajili ya kuweka kwenye ajili ya kilimo. Yes. Instead wanatakiwa watumie hizi mbolea za asili ili waepuke those madhara hayo mbalimbali kutokana na hizo dawa na chemical wanazotumia. Okay, narudi upande wa pili. Ni namna gani ya kuweza kupambana na haya mabadiliko ya tabia nchi? Madhara, sio mabadiliko but madhara haya ambayo yanapatikana kwenye mabadiliko ya tabia nchi. Asante sana ndugu mtangazaji. Kipekee sitakwenda mbali sana na baadhi ya wawasilishaji wa mada waliopita kuwasilisha. Njia mojawapo twende moja kwa moja katika sekta ya mifugo. Sekta ya mifugo, mzungumzaji aliyokwisha kuwasilisha mada pale, mzee wetu amezungumzia swala la kuhamasisha ufugaji wa kisasa. Naona kwamba kuhamasisha ufugaji wa ng'ombe za kisasa ambapo tunaenda kutumia zero grazing. Tunaenda kufuga ng'ombe ambao watakuwa hawatembei kuzurura kutafuta malisho, tunawatafutia chakula na kuwapelekea pale. Lakini wale ni aina ya ng'ombe ambao wanaongeza potential katika uzalishaji wa maziwa tofauti na ng'ombe wetu wa kienyeji ambao wanazurura na kupata chakula. Kwa hiyo hii inaenda kutusababishia sisi sasa kuepuka swala la mmomonyoko wa ardhi na kusababisha ukame, hivyo kupelekea hata baadhi ya kwenye sekta ya kilimo pia kufeli kwa sababu tutakuwa na ukame. Okay. Sasa ninakwenda kuhitimisha kwamba nahitaji kupata neno moja kutoka kwako na neno moja kutoka kwako kwa jamii zinazotuzunguka ama jamii ya Mtanzania. Wafanye, yani tumeshajua kwamba kuna vitu tunapaswa kufanya ili kuweza kuepukana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Je, wewe sasa kwa maoni yako kwa ujumla unaweza kushauri nini jamii? Mimi cha kuwashauri jamii ni kwamba watumie kilimo asilia ama wapende kutumia mbolea za asili kwenye ishu nzima ya kilimo. Lakini pia wanatakiwa kwa sababu kuna hao maybe Masai wanakuwa na ng'ombe wengi, lakini pia in order to solve that ili kutatua hiyo changamoto wanatakiwa waanzishe au wafuge basi mifugo kwa idadi ndogo ambayo wanaweza kustahili wao, wanaweza kupata maybe chakula cha kutosha. Yani mifugo michache yenye tija kubwa, si ndio? Yes. Like kuweka mifugo labda ng'ombe wawili lakini wanazalisha maziwa mengi, si ndio? Yes. Okay, kwa upande wangu huku, wewe kwa upande wako unafikiri ni kitu gani ambacho unaweza kuwashauri jamii ya Mtanzania? Unajua, kwanza kabla ya kuendelea na swali, nipende kusema kwamba serikali ipo na juhudi za kuhakikisha
tunapambana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, right? So tunatakiwa kuunga juhudi za serikali katika kuhakikisha, unaona serikali yetu sasa hivi inapambana katika kuhakikisha wanafanya kampeni kwa ajili ya kukanseliwa yale madeni kwenye benki kuu ya dunia. Kwa hiyo tunaona ili tuweze ku grow up economically na tuweze zile pesa ambazo tunatakiwa kulipa kule madeni basi tuweze kuinvest ili kuweza kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kipekee naweza nikasema kwamba labda wanajamii waungane hasa katika sera. Kwa mfano kuna sera ya mama sasa hivi inasema matumizi ya nishati safi. Kwa hiyo tuepuke matumizi ya kukata kuni kwa ajili ya kutengeneza mkaa wa kupikia, bali tutumie hizi artificial gases kwa ajili ya kupikia. Tunaona hata mama pia anawawezesha wakina mama wale wapishi na provide zile gesi wanaweza kutumia. Hii inasaidia sasa katika kuongeza, lakini pia jamii ambayo inajiweza financially basi waweze kununua gases kwa ajili ya kupikia, yes, ili kuweza support sasa hizi juhudi za serikali kupush mbele ili tuweze kusolve tatizo la mabadiliko ya tabia. Asante. Ewe mpenzi mtazamaji wa Njiko TV, na imani utakuwa umepata mengi, utakuwa umejifunza vingi. Asante kutoka kwa wataalamu hawa wa maendeleo na jinsia. Asanteni sana.